Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ninamshukuru Mungu mara nyingine tena na asubuhi ya leo ambayo Kristo wetu, Mungu wetu mwaminifu amefanya. Yesu amefanya nafasi hii kuwa mwema kwangu na amenituma tena katika TV hii ili nikapate habari njema ambalo Kristo amenituma nayo na ameliweka katika moyo wangu na katika kinywa changu. Niite Askofu Joseph Odindo. Mimi mtumishi wa Mungu, ninalo kanisa mahali nito Kibra hapa Nairobi. Kwa hivyo Mungu amenituma hapa ili tupate kuelewana katika neno ambalo yeye Mungu amenituma nayo. Nikubalie nisome neno la Mungu katika kitabu ambayo ni Marko ni 5. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza, nitaenda mbali kidogo mpaka 13 ndogo. Nikubalie nisome neno alafu baadaye tuombe. Amini pamoja nami tukienda kusoma neno. Biblia inasema hivi: wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka kaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale kaburini, wala kuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akikatakata ile minyororo na kufunja zile pingu, wala kuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Mstari wa 5 nasema, na siku zote usiku na mchana alikuwa mlimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Mstari wa 6, na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akipiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Mstari wa 8, kwa sababu alimwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akawauliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Mstari wa 10, akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile, na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakijilisha. Mstari wa 12 nasema, pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia hao. Akawapa ruhusa. Wale mapepo wachafu wakaingia, wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka, literemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapatao 2,000 wakakufa baharini. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wetu wa ajabu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Yehova, tasama na asubuhi ya leo mara nyingine tena Kristo umenipa kibali na nafasi ili nikapate kufika hapa, ili nikapate kulihubiri neno lako jemedari. Tasama wale ambayo wananitazama na wale ambao wananisikia na asubuhi ya leo, kila moja Kristo ninawakabidhi mkononi mwako, ukaonekane katika maisha yao, katika manyumba zao, katika mahitaji yao. Jehova Shalom, ukajidhirishe ukitenda mema. Pokea sifa sote na utukufu, kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Amen. Basi namshukuru Mungu na asubuhi ya leo ni kwa sababu umwaminifu wake ambalo tumeuona wiki mzima. Kwa hakika ninaamini kwamba mahali popote ulipo, wewe mama, wewe baba, wewe ndugu yangu, unalo kila sababu ya kusema kwa hakika Mungu ni mwaminifu, kwa sababu umemwona kwa matendo yake makubwa, matendo ya mkono yake, matendo ya ukofu,
na matendo ya nguvu za mkono wake. Kwa hakika unalo kila sababu ya kusema kwa hakika umemwona Mungu wiki mzima, na unalo kila sababu ya kumshukuru na kumpatia sifa sote, kwa sababu yeye ni Mungu. Mara nyingine tena, kama kila wakati kama huu, kila Jumapili mimi ukuja hapa na kushiriki pamoja nawe katika neno la Mungu ambalo Mungu huwa ananituma nalo katika runinga hii. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu tena kwa sababu Mungu huyo amenituma tena kama kawaida kila wakati kama huu, kila Jumapili tuwa tunaelewana katika neno la Mungu. Baadaye ama mwishowe tunaomba Mungu na tunaona kila ambacho Mungu anatenda. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu, yeye ni Mungu wa miujiza, yeye ni Mungu wa ishara, na kila wakati yeye hutenda ishara na maajabu. Ni kwa sababu ya wale ambao wamesikia neno ambalo amenituma nalo na kusikia neno hili kwa makini na kutafuta amani na kuwa na imani katika ili neno, na ili neno ikawatende mema. Kwa hivyo hata na asubuhi ya leo, Mungu aliyetenda wakati wa kale ama Mungu aliyotenda wiki iliyopita kwa sababu ya neno aliyonituma nalo, hata na asubuhi ya leo huyo Mungu bado ni Mungu tu, na anaenda kutenda mema kwa sababu yako, kwa sababu ya mahitaji ya moyo wako, kwa sababu ya mahitaji ya nyumba yako, na kwa sababu mahitaji ya biashara yako, na kwa sababu mahitaji ya kazi yako. Basi na asubuhi ya leo nimesoma neno ambalo Mungu amenituma nalo katika kitabu cha Marko. Nimesoma kitabu cha Marko 5, nimeanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Na andiko hili ama neno hili inazungumza kuhusu mtu mmoja aliyekuwa anatoka mji iliyokuwa inaitwa Gerasi. Na Biblia inasema kwamba basi Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake wakawa wamepanda chombo ili wapate kufuka katika ng'ambo ya bahari katika mji ya Wagerasi. Na Biblia inasema kwamba walivyoshuka chomboni wakafika ng'ambo la bahari katika mji wa Gerasi, basi wakashuka katika chombo, na kulikuwa na mtu mmoja ambaye Biblia haijatuambia jina lake kamili, isipokuwa inatuambia kwamba alikuwa ni mtu kutoka katika mji wa Gerasi. Naye Kristo pamoja na wanafunzi wake wakawa wamefuka ng'ambo hilo, na wakakuja na chombo waliokuwa wamepanda. Na wakati walivyoshuka chomboni, basi yule mtu wa Gerasi ambayo nimesema kwamba hatujaambiwa jina lake, hatujaambiwa kwamba alikuwa anatoka katika familia gani, hatujaambiwa kwamba wasasi wake walikuwa ni watu wa aina gani, lakini tunaambiwa kwamba ni mtu aliyekuwa anatoka katika mji wa Gerasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwamba na Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake walivyoshuka chomboni, basi yule mtu aliyekuwa ni mtu kutoka wa Gerasi, naye akamwona Kristo pamoja na umati kubwa aliyokuwa wanafuatana pamoja naye. Na Biblia inasema kwamba na yule mtu aliyekuwa wa Gerasi alikuwa ni mtu aliyekuwa na pepo chafu, aliyekuwa na nguvu nyingi. Biblia inasema kwamba ile pepo iliyokuwa ndani yake ilimpatia nguvu nyingi sana, na akawa na nguvu nyingi kuliko kila mtu katika mji wa Gerasi. Na kuna mtu aliyekuwa anaweza hata kumfunga na kumketisha chini, kwa sababu alikuwa amefungwa na minyororo na hata na kamba. Na Biblia inasema kwamba alikuwa akifunja sile minyororo na kufunja sile pingu aliyekuwa anafungwa nazo, na kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi. Na Biblia inasema kwamba hakuna mtu aliyeweza hata kumfunga, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi, hakikata sile minyororo na kufunja sile pingu. Kwa hivyo alikuwa na nguvu udari, alikuwa na nguvu nyingi kushinda kila mtu. Alishinda familia yao, alishinda mama yake na baba yake. Kama alikuwa na mandugu zake, basi alishinda wale wote. Ninasema hivyo kama alikuwa na ndugu, kwa sababu hatujaambiwa kama alikuwa na ndugu, hatujaambiwa kama alikuwa na wasasi. Ninaamini kwamba alikuwa na wasasi, ni kwa sababu alikuwa na watu aliyekuwa wamemsaa. Biblia inasema kwamba basi alikuwa amejaribu wao watu wa familia, watu wa Gerasi walijaribu jinsi wawezalo, na nguvu waliokuwa nalo na hekima waliokuwa nalo, huenda ikawa na pesa pia waliokuwa nalo, ili wakapate kumsaidia mtu huyu kutoka wa Gerasi, isipokuwa alikuwa na nguvu na angeweza kusaidika. Biblia inasema kwamba alifunga
alifungwa na minyororo, akakata sile minyororo. Alifungwa na pingo, akakata sile pingo. Na Biblia inasema kwamba basi ile pepo mchafu ikamtoa katikati ya boma yao, ikamtoa katika familia yao, ikampeleka katika mahali Biblia inaita mahali pa kaburi. Kaburi ni mahali ama makaburini ni mahali watu ambao wamekufa wanasikwa pale. Basi ile pepo mchafu ikamtoa katikati ya familia yao, ikamtoa katikati ya mandugu zake na madada zake, ikamtoa katika boma yao, ikampeleka mahali inaitwa kaburini. Hapo katika mahali pa kaburi ni mahali pa kushika watu waliokufa. Biblia inasema kwamba hapo ndipo alikuwa ni makao yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hapo ndipo ilikuwa sasa ni makao yake. Pepo ikamtoa katika makao kwa mahali ambapo alikuwa anaishi katika boma yao, katika familia yao. Basi ikamtengenezea makao mengine, ambao makao hiyo ilikuwa inaitwa makaburini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anaishi pale usiku na mchana, na maandiko takatifu inasema hapo ndipo alikuwa anaishi, na alikuwa anashinda hapo usiku na mchana. Na maandiko takatifu imesema usiku na mchana alikuwa akipiga kelele kwa sauti kubwa, akiwa anajikata kwa mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anaishi pale usiku na mchana, anaishi pale akipiga kelele kwa sauti kubwa, akichukua mawe na kujikatakata, damu ikitiririka. Hakuwa na mtu wa kumsaidia, hakuwa na mtu wa kumweka chini, hata kwa kumfunga, kwa sababu alikuwa na mtu, alikuwa na nguvu nyingi. Kila ambacho najiulisha, alikuwa na nguvu aina gani? Yani alikuwa na fungu hata na minyororo alikuwa na kata. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na kata minyororo, hata na pingu anasifunja. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Basi na maandiko takatifu inasema hakuna mtu aliyekuwa anayeweza kumfunga ama aliyeweza kumsaidia katika mateso aliyokuwa nayo, ama kumsaidia katika ile jela aliyokuwa ndani, aliyokuwa amewekwa na pepo wachafu aliyokuwa ndani yake. Na maandiko takatifu inasema wakati ule basi Kristo na wanafunzi wake wakawa wamefika katika ng'ambo ya bahari, katika mji wa Gerasi. Naye yule mtu aliyekuwa amejawa na pepo mchafu, aliyetolewa bomani kwao, aliyetolewa katikati ya familia yao, akapelekwa katika kaburi, kwa mahali ambapo watu waliokufa wanasikwa. Basi na yule mtu kwamba akamuona Kristo akiwa mbali, na maandiko takatifu inasema basi ile pepo chafu iliyokuwa ndani yake wakamtazama Kristo akiwa ameshuka chomboni, na maandiko inasema basi ile pepo mchafu ikatoka mbio ikamwendea Kristo. Na Biblia inasema kwamba alipomkaribia Kristo akapiga goti lake chini. Ile pepo mchafu ikapiga goti lake chini. Ina maana kwamba halitii ama aliheshimu ile nguvu Kristo alikuwa nalo. Biblia inasema kwamba alitoka mbio mali ambapo alikuwa akipiga nduru akimwelekea Kristo, na alivyomkaribia akapiga magoti lake chini akamshuhudia. Biblia inasema kwamba akamshuhudia. Bwana asifiwe sana. Na alivyomshuhudia, Biblia inasema kwamba naye Yesu Kristo alivyomtazama akakemea ile pepo, na Biblia inasema kwamba akamuuliza, wewe jina lako nani? Na ile pepo iliyokuwa ndani yake, ile pepo mchafu, ikamjibu Kristo akasema, sisi inaitwa legion. Biblia inasema legion ni kumaanisha kwamba tuko wengi, tuko umati, tuko jeshi. Biblia inasema kwamba basi akamjibu kwamba tuko wengi kwa sababu tunaitwa legion. Biblia inasema kwamba legion kumaanisha sisi tu wengi, ama tuko katika umati. Yani walikuwa wengi, na ndio maana walikuwa na nguvu ya kushinda kila mtu katika mji wa Gerasi. Na Biblia inasema kwamba wakasema kwamba sisi tu wengi tunaitwa legion. Na maandiko takatifu inasema kwamba naye ile pepo mchafu iliyokuwa ndani ya yule mtu wa Gerasi wakamsii Kristo, wakamwambia, tunakuomba usitutese, wewe mwana wa Mungu aliye juu, tunakuomba usitutese. Naye Biblia inasema kwamba naye Kristo akawaambia kwamba wakaamuru ili wakapate kumtoka yule mtu. Naye pepo mchafu ikamsii Kristo akasema kwamba tunakuomba usitufukuze katika mji huu. Basi kulikuwa na genge la kundi la nguruwe iliyokuwa inajilisha pale karibu na bahari. Naye pepo
mchafu ikasii ama ikamuomba Kristo kwamba tafadhali, ukitutoa katika mtu huyo, ukimtoa ndani ya mtu huyo, utupeleke katika yale nguruwe, lakini usitufukuse katika mji huu wa Gerasi. Naye Biblia inasema kwamba naye Kristo akawapa ruhusa wa kuingia katika kundi la ile nguruwe. Naye maandiko takatifu inasema walivyoingia katika nguruwe, naye Biblia inasema kwamba naye wale nguruwe wote wakateremka kwa kasi, wakaelekea katika baharini, wakaingia katika maji, na wote wakawa wamekufa ndani ya maji, nguruwe ipatao 2,000. Bwana asifiwe sana. Leo hii hilo ndio neno ambalo Kristo amenipa, ni kwa sababu yako. Nataka kuongea kuhusu neno ambalo tunaita kwamba Mungu kuwekwa huru naye Mungu, kuwekwa huru naye Mungu, ama kuachwa huru na Mungu kwetu. Biblia inasema kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu aliyekuwa na familia, alikuwa na watu wao, na ndio maana alikuwa anaitwa mtu kutoka wa Gerasi, kwa sababu alikuwa anajulikana kwamba yeye ni mtu wa Gerasi. Biblia inasema kwamba basi pepo mchafu ikamuingia, naye pepo mchafu ikawa inamtesa. Tunalo watu wengi na asubuhi ya leo, wamama kwa wanaume, wasichana kwa vijana, ambayo pepo ambayo ni ya boma yao, ambayo ni pepo ambayo ni ya kijiji yao ama ya familia yao, imeingia ndani yake, ama imeingia katika ndoa yake, ambayo inamtesa. Amejaribu awezalo, watu wa kwao wamejaribu ili wakapate kumsaidia, lakini hakuna njia ya kumsaidia, kwa sababu yale mapepo wachafu ambayo imetoka katika familia yao, ambayo imetoka katika damu yao, ambayo imetoka katika boma yao, imepiga kambi katika maisha yake, ama imeingia katika ndoa yake. Wamejaribu na maombi, imeshindikana. Amejaribu na watu wa kwao, wameshindikana. Wamejaribu na waganga wa kwao ama madaktari, lakini imeshindikana. Naye Kristo, Biblia inasema, naye ule mtu pepo mchafu ilivyomtoa katika boma yao, ikampeleka katika kaburini, naye Kristo akaingia mahali pale. Naye Kristo alivyoingia pale, akatoa ile pepo mchafu. Leo hii na asubuhi ya leo, kile ambacho nimekuja nalo, nimeleta Kristo aliye na nguvu, aliye na uwezo ya kutoa pepo mchafu iliyo ndani yako wewe mama yangu, ambayo pepo mchafu ambayo inasumbua watoto wako, ambayo inasumbua familia yako, ambayo inatesa kazi yako, ambayo inasumbua biashara yako. Biblia inasema kwamba naye pepo mchafu iliyomtazama Yesu, walivyomtazama Yesu, wakakimbia kwa kasi, wakamshuhudia, naye wakamsii, wakamuomba kwamba tafadhali usitutese, kwamba usikubali ama usitufukuse katika mji wa Gerasi, lakini tukubalie tu ili tukabaki katika mji huu. Hata ukitutoa ndani ya mtu huyu, usikubali ama usitufukuse ndani ya nje ya Wagerasi. Kila ambacho najaribu, nataka niwaambie ni kwamba pepo ya familia yenu haiendi mahali pengine. Hata ikitolewa kwa mtu, itolewe kwa mama yako ama itolewe kwa baba yako, bado itasunguka tu katika hiyo familia. Na ndiyo maana ile pepo mchafu ama wale pepo wachafu walivyomtolewa katika ule kijana ama katika maisha ya huyu mwanaume, nayo pepo mchafu ikamsii Kristo kwamba tafadhali usitutoe katika mji wa Gerasi, ututoe tu kwa mtu huyu, lakini usitufukuse katika mji wa Gerasi. Ninamaanisha kwamba pepo ya kwenu ama pepo ya familia yenu, hata ikitolewa kwako, ama itolewe kwa ndugu yako, ama itolewe kwa mama yako ama kwa dada yako, hiyo pepo mchafu itamtoka mtu huyo, ama itamtoka dada yako, lakini itatafuta mtu mwingine wa familia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ni pepo ya familia yenu, ni kwa sababu ni pepo ya familia yenu, ni pepo ya boma yenu, ni pepo ya ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule aliye na uwezo na mamlaka na nguvu ya kufukusha pepo katika mboma yenu, katika familia yenu, naye ni Kristo peke yake. Biblia inasema kwamba yule mtu aliteseka kwa miaka mingi, aliteseka muda mrefu, akawa katika mali watu wanasikwa, mali ambapo inaitwa kaburi. Kama ni Nairobi hapa, inaitwa kama kule Lang'ata, mali pa kushika watu. Kule kwenu unajua kwamba unajua makaburi, mali watu wengi wanasikwa. Biblia inasema kwamba alikaa hapo kwa muda, na kila ambacho ninaamini kwamba kila
kile ambacho alikuwa anajilisha ni maiti ya watu ambao wamekufa. Ni kwa sababu hakukuwa na chakula. Hakuna chakula ambayo mtu anaweza akapata katika kaburi isipokuwa nyama ya watu ambayo wamekufa. Ndiyo mtu huyu wa Gerasi alikuwa nakula usiku na mchana, na Biblia inasema kwamba hii pepo mchafu ilimtesa kwa miaka mingi, akawa anapiga kelele usiku na mchana, lakini hakuna mtu aliyeweza kumsaidia. Hata wewe na mama yangu, huenda kawa umejaribu mawaganga wa kwenu, wameshindikana, umejaribu na maombi, imeshindikana, lakini leo na asubuhi ya leo nimeleta Kristo aliye na uwezo ya kukuweka huru, aliye na nguvu ya kufungua watoto wako na kufungua ndoa yako na kukuweka huru. Na yeye Kristo akikuweka huru, nawe unakuwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni mambo gani ambayo wewe na asubuhi ya leo unaona kwamba pepo inakusumbua, pepo imekusumbua, hata una amani. Ukianza biashara, ule pepo mchafu anakuja na angusha tu. Ukiingia katika ndoa, kunalo watu wengi wa mama ama wasichana wengi ambayo pepo ya kwao ni pepo ambayo inakataa kwamba mtu asioleke. Ndio maana unaona wanaume wakioa, mabibi sao hawakai kwa muda, mabibi sao wanaotoroka tu, wanaondoka hata pasipo makosa. Hakuna, ukifanya uchunguzi unakuta kwamba hakuna makosa ambayo inafanya mabibi sao wanaondoka. Hata wewe msichana unaona kwamba watu wakiolewa katika boma yenu, watu wasichana wanaolewa lakini wakai na Bwana. Ni kwa sababu ni pepo ambayo ni ya familia, ni pepo ambayo ni ya boma yenu, ni pepo ambayo inasunguka tu. Ikitoka kwa ndugu yako mkubwa inakuja kwa ndugu ambayo inamfuata, ikitoka kwa ndugu huyo inasunguka tu. Ni pepo ya familia, ni pepo ya boma, ni pepo ambayo inafuata damu kwa damu. Na naye maandiko takatifu inasema, naye ile pepo ikamsihi Kristo kwamba usitutoe au usitufukushe katika mji wa Gerasi. Na kundi la nguruwe iliyokuwa pale katika genge, katika genge ama katika kando la bahari waliokuwa wanajilisha, naye pepo ikamsihi kwamba tafadhali utupeleke katika wale nguruwe ili tupate kuwaingia. Naye Kristo alivyowapa nguvu, naye kundi lote la nguruwe ipatao 2,000, Biblia inasema kwamba likateremka kwa kasi. Ikiteremka, Biblia inasema kwamba likateremka, nayo ikaingia katika maji ya bahari, nao wote wakakufa. Nami pia na asubuhi ya leo nimekuja na habari njema. Iwe ni pepo ya familia, iwe ni shetani ya boma lenu ambalo inatesa watu katika boma. Umejua kunalo pepo ambayo inashakuwa ni ya boma, ambayo inasumbua watu katika ile boma, ambayo inakataa kwamba hakuna mtu ambaye atakuwa na biashara. Watu wameanza biashara, wengine wamechukua loni katika benki ama katika ushirika tofauti ili wakapate kujiendelesha. Lakini hata hivyo, ile pepo ya boma, ile pepo ya familia imechapa vidole zake na ikaamua ama ikakiri kwamba hata ukifanya biashara, hata ukienda masomo ya biashara, wewe biashara yako haitafaulu. Na ndio maana ulianza biashara ya kuuza manguo, hiyo biashara ikaanguka tu. Ukaenda ukabadilisha biashara nyingine, ukaenda katika biashara ambayo ni ya kuuza vitu vingine, hiyo biashara ikaanguka. Ukafungua hoteli ikaanguka. Ni kwa sababu ya shetani ya kwenu. Ni shetani ambayo si ya kuendelea, ni shetani ambayo ilisema kwamba hata mkisoma, hata mkiwa na degree, lakini kile ambacho itafanyika kwenu vizuri haitakuwepo. Hata mkisoma muue na degree aina gani. Biblia inasema kwamba naye Kristo alivyofika katika mji wa Gerasi, naye pepo ikatii, ikamsujudia. Biblia inasema kwamba naye pepo ikapiga goti lake chini na ikamwomba sana. Biblia inasema kwamba ikamwomba sana kwamba tafadhali usitutese. Hata na asubuhi ya leo nimeleta yule ambalo pepo ya kwenu ambayo inawatesa, inamuogopa. Nimeleta yule ambayo ile shetani ambayo inasumbua ndoa yako, ambayo imefanya wewe msana ukai katika ndoa. Ulioleka kule Ukambani ukatoka, ukaoleka kule Kikuyuni hapo pia ukatoka, ukaoleka kule Ujaluoni kwetu pia kule ukatoka. Ni pepo ambayo imekataa kwamba kuna mtu ambaye ataoleka katika boma yenu, hakuna msana ambaye ataolewa, na hakuna mwanaume ama kuna kijana ambao ataoa. Biblia inasema kwamba na ile pepo mchafu ikamtoka yule mtu. Alivyoona Kristo, alivyokutana na Kristo, hata nawe asubuhi ya leo kama utamini pamoja nami, nikaombe pamoja nawe, tukimalisha nawe utamwona Kristo. Hiyo pepo mchafu itatii. Ni kwa sababu tunalo jina moja tu, jina tulilopewa chini ya jua. Jina hilo ni jina la Yesu Kristo. Ndilo jina ambao pepo ya kwenu inamuogopa. Ile pepo
ya kwenu ambayo inasumbua watu wa kwenu, inatesa watu wa kwenu, wakisikia jina la Kristo wanatetemeka na wanapiga goti lao chini, kwa sababu wanajua Kristo ndiye aliye na nguvu kuwashinda. Bwana asifiwe sana. Hata na asubuhi ya leo, kama utamini pamoja nami, kwa sababu hata wewe unajua vyema kwamba umejaribu na uganga wa kwenu imeshindikana. Umejaribu, hata mama yako na baba yako wamejaribu na hekima yao ya ushe imeshindikana. Umejaribu hata kuita watu wa familia imeshindikana. Umejaribu hata kutafuta waganga ambao wanatoka katika eneo fulani, haba ukafuka boda ukaenda kule Uganda, Tanzania, ukaenda mali pengine kutafuta usaidizi wako, lakini imeshindikana. Biblia ndiko takatifu inasema watu wa Gerasi walijaribu usaidizi vile wanaweza wakasaidia huyu kijana, lakini ilishindikana. Biblia inasema walimfunga. Biblia inasema kwamba walimfunga kwa minyororo, wakifikia kwamba wakimfunga hata kuwa anateseka sana, hata piga kelele sana. Lakini Biblia inasema kwamba ile nguvu aliyokuwa nalo ilikuwa inafunja ile minyororo, ama inakata ile minyororo, na ile pingo aliyokuwa anafungwa nayo, pile ile pingo alikuwa akisifunja. Sijui pepo iliyokuwa ndani yako, iliyo ndani yako ambayo inakutesa iko na nguvu aina gani? Umejaribu kiasi gani? Umejaribu na fedha kiasi gani? Umejaribu na maombi aina gani? Umeenda kwa watumishi wa Mungu wangapi? Umeenda kwa waganga wangapi? Umeenda kwa hospitali wangapi? Lakini imeshindikana. Lakini leo na asubuhi ya leo nimeleta jibu, lakini jibu ni kwake Kristo, aliye na jibu, aliye na urejesho, aliye na ufunguo ya kukufungua katika gerasha ya mateso ambayo shetani amekuweka ndani. Anaitwa Kristo, aliyetumwa ni kwa ajili yako, aliyetumwa ni kwa ajili ya ndoa yako, aliyetumwa kwa sababu ya familia yako, aliyetumwa kwa sababu ya watoto wako. Tunalo watu wengi na asubuhi ya leo wanalia kwa sababu wanateseka, hawana tumaini, matumaini yao imeisha. Ni kwa sababu hawaoni vitu vizuri, ni kwa sababu kila kitu wanavyofanya, vitu vyao ambao wanafanya, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni vitu ambao wanapanga kufanya, haifaulu. Ni kwa sababu gani? Shetani ya kwao imekataa kwamba kuna kitu kizuri ambayo itaonekana katika maisha yake. Lakini leo hii na asubuhi ya leo nimekuja na habari njema kwamba kama utamini pamoja nami, naye Kristo ambayo nimekuja nao katika runinga hii, ambao nimekuja nao, ambayo amenituma na asubuhi ya leo, huyo Kristo ndiye atakufungua, yeye ndiye atakuweka huru hata katika pingo ambayo shetani amekufunga nayo. Jehova atakata. Iwe ni minyororo ambao umefungwa nalo, Jehova atakata. Iwe wewe na asubuhi ya leo, kulingana na vile shetani amekufunga, vile shetani anatesa ndoa yako, vile shetani anatesa boma yenu na watoto wako, umekuwa gumzo, ama umekuwa watu wanakusungumzia, yani umekuwa story, umekuwa watu wananena kuhusu maisha yako, kuhusu ndoa yako, kuhusu jamii yako vibaya. Lakini leo na asubuhi ya leo tunalo mtu ambaye anaweza badilisha kila ambacho shetani amefanya kwa muda. Iwe shetani ametumia familia yenu kwa muda gani ama kwa miaka gani, lakini leo na asubuhi ya leo, kama utamini pamoja nami, haijalishi shetani amekusumbua kwa muda gani, haijalishi shetani amefanya nini kwa ndoa yenu ama kwa maisha yenu, Mungu ninayemleta ndiye anaye nguvu, aliye ako na nguvu ya kutoa kila pepo na kukuweka huru na asubuhi ya leo. Nataka niombe pamoja na wewe, ninataka niombe pamoja na wewe mama yangu, ninataka niombe na wewe dada yangu, ninataka niombe na wewe ndugu yangu, wewe baba yangu, nataka niombe pamoja na wewe. Na kama utamini kwamba Kristo ndiye aliye na nguvu, wewe utamuona Mungu na utasema kwa hakika nimemuona Bwana. Nataka niombe pamoja na wewe. Kama unaweza ukafika katika ile runinga, wewe nataka ugushi ile runinga na ukiwa na imani kwamba Mungu anakutenda mema na asubuhi ya leo. Lakini kama wewe ukafika katika ile runinga, nataka uwe na imani, kwa sababu imenakiliwa katika kitabu cha Waebrania 11:6 kwamba yule pasipo kuwa na imani hatuwezi tukampendeza kabisa. Ni kwa sababu yule mwendaye Mungu lazima amini kwamba Mungu yupo na anayo jawabu ambayo anawapa wale wanaomtafuta. Leo na asubuhi ya leo nataka uamini pamoja nami ili nipate kuomba pamoja nawe, ili upate kuona nguvu na mamlaka ya Kristo. Amini pamoja nami, niombe pamoja na wewe. Baba wetu tena Mungu wangu, wewe ni Mungu wetu wa ajabu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Kristo. Wewe ni mwaminifu leo na umekuwa mwaminifu siku zote. Tazama Jehova, ulinituma katika runinga hii Jehova na asubuhi ya leo. Baba yangu, nimesema yale yote uliyoweka katika moyo wangu ni kwa sababu ya watu hawa. Baba yangu, wakatazama
tazama, tazama msichana huyo, tazama mama huyo, tazama mwanaume huyo. Jehova, tazama boma hii. Jehova, tazama ili kasi na tazama ili biashara, tazama ili mahitaji jemedari. Ukaonekane, ukainuke, ukawatende mema, kwa sababu wewe ni Mungu. Kando na wewe Jehova hakuna mwingine aliye kama wewe. Jehova, ukamtende mema, ukawafungue katika gereza, ukawaweke huru na asibu ya leo. Wewe ndiye Mungu mwaminifu, ukakuwe mwaminifu, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Inolewa Jehova, barikiwa, ni kwa sababu umesikia maombi yangu na umetenda sawa sawa na mapenzi lako. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini, na kila moja sema amen. Amen. Mungu wabariki, Mungu watende mema. Ni kile ambacho nataka nikwambie nikikuacha. Huwe na imani pasipo kutilia shaka. Uwe na imani kwamba yote ambalo umeomba Mungu, ambayo umemwamini ya Kristo, Kristo ametenda. Tupatane Jumapili ijayo wakati kama huu, saa kama huu, hapa katika Lolwe TV. Mungu wabariki na Mungu watende mema. Shalom. Eternal Father, I offer you the body and